Tumsifu Yesu Kristo. Ninaitwa Padri Yuda Gare, paroko wa parokia Bikira Maria Mkingiwa Dhambi ya Asili Dongobesh. Ndugu zangu, leo ningependa kuzungumzia kidogo maendeleo ya parokia yetu, hasa kwenye ujenzi wa kanisa lake la kudumu la parokia. Parokia yetu imefunguliwa mwaka ya 2005 tarehe 8 Desemba, siku ya Bikira Maria Mkingiwa Dhambi ya Asili, na miaka 6-7 iliyopita wanaparokia wakiongozwa na aliyekuwa paroko hapa Padri Leo Kirwa walianza mkakati wa kujenga kanisa kanisa la kudumu. Kama mnavyoona kanisa la zamani lilivyo tofauti na la sasa, basi watu waliona ni vema waanzishe kanisa jipya. Kwa hiyo kanisa linaloonekana sasa ni jipya, na leo ningependa kuongelea kwa urefu kidogo maendeleo ya kanisa letu la Dongobesh. Kama mnavyofahamu, mwaka jana tarehe 23 mwezi wa 8 tulikuwa na harambee hapa parokiani. Baada ya kuwaomba waamini wa parokia ya Dongobesh wakiongozwa na viongozi wao pamoja na watu wengine, tulipanga kufanya harambee kubwa kidogo, na ilitusaidia sana. Katika harambee ile wageni wetu muhimu sana walikuwa ni, tulimwomba Waziri Simba Chawene awe ndio mgeni wetu maalum katika ile shughuli, lakini alimtuma balozi Adeladus Kilange, balozi wa Tanzania kule nchini Brazil, ndio alimwakilisha. Lakini pia alikuwepo Askofu Wolfgang Pisa, askofu wa jimbo la Lindi na rais wa baraza la maaskofu Katoliki Tanzania, ambaye ametuwekea jiwe la msingi la kanisa letu. Yaani Kristo mwenyewe sasa anakuwa jiwe la msingi la kanisa hili. Baraka ile imetuvusha kwenye hatua nyingine ya kuendelea. Lakini pia alikuwepo askofu wetu Anton Lagwen, askofu wa Mbulu. Tuliomba fedha. Kwa kweli tuliomba fedha kwa makundi mbalimbali. Kwa ajili kwa madhumuni tuliyoeleza wakati ule. Kwanza ni kuweka sakafu ya marumaru, yani terazo. Kama mnavyoona sakafu yetu ya kanisa sasa, ukili survey kanisa kutoka pande zote, imewekewa terazo na inapendeza kwa kweli. Kwa hiyo tulifanya kazi hiyo, tukaiunganisha na ujenzi wa altare ya kudumu ambayo iko mnaiona pale mbele ilivyo nzuri. Lakini pia tuliomba fedha kwa ajili ya rangi ya nje, deco, lakini pia na rangi ndogo ya ndani. Lakini kama mnavyoona sasa kanisa letu rangi yake ya nje pamoja na hii rangi ya ndani imependeza kama mnavyoliona kutoka gorofani kule. Ukiangalia kwa mbali sasa ile picha halisi ya kanisa ndio linajitokeza. Tuliomba pia fedha kwa ajili ya kununua vioo vya madirisha. Kama mnavyoona sasa hivi madirisha yetu yote yamewekwa vioo, na milango pia ilihitaji vioo, zile sehemu ambazo zimebuniwa kwa ajili hiyo. Lakini pia ndugu zangu, tuliomba fedha kwa ajili ya rangi ya awali, skimming ya ndani, rangi nyeupe. Lakini baadaye tulipiga nyeupe ya silki kwa upande wa chini. Bado tutahitaji kupiga rangi ya mwisho pale kanisani. Hali kadhalika tuliomba fedha kwa ajili ya kuweka umeme mkubwa, umeme wa kudumu. Tuliongea na REA, walitusaidia wenzetu waliokuwa na uhusiano nao. Kwa hiyo REA wametusaidia kutuwekea umeme wa kudumu wa 3 phase. Kama kanisa letu sasa lina umeme mkubwa wa 3 phase ndani yake. Kwa hiyo hatuna tena mashaka ya kuvuta umeme kutoka huko nyumba ya mapadri kupeleka kule, unajitegemea. Lakini pia tumeweka bulb chache ndani. Bado tunaendelea kuweka zingine, baadaye tutaka kuhitaji fedha. Nje kuna balbu za zinazowaka zenyewe, usiku kufika zinawaka zenyewe. Kwa hiyo ni namna ambayo mafundi wameibuni. Wiring imeshafanyika tayari, lakini bado kuna kazi kidogo ya kumalizia balbu. Hali kadhalika tuliomba fedha zile kwa ajili ya kuweka kengele ya umeme. Kwa hiyo sasa hivi tunapata kengele mara 3 kwa siku kwa ajili ya Angelus, saa 12 alfajiri, saa 6 mchana na saa
12 jioni. Lakini ukitaka pia kwa saa zile za dharura unaweza kupiga kengele kwa muundo ambao mafundi wameuelekeza. Bado kidogo tunahitaji tuweke sasa mfumo wa CCTV haujakamilika. Lakini pia ndugu zangu, haya ndio ambayo ningependa kuyasema. Tuliomba fedha kwa ajili hiyo. Lakini naomba kutumia nafasi hii kuwashukuru sana watu mbalimbali. Hasa ni washukuru wana parokia ya Dongobeshi. Waamini na jumuiya zao ndogo ndogo wamejitoa kwa kweli kufikisha kanisa mahali hapa lilipo. Lakini pia nawashukuru pia kamati zetu, kamati tendaji ya parokia na kamati ya ujenzi inaongozwa na mwalimu Martin Ngenda na watu wengine. Kwenye muktadha huu naomba niwashukuru kikosi kazi. Nikisema kikosi kazi, watu wanajitambua. Ni wale ambao tulikutana tukapangiana kiwango cha kutoa. Na si ya chini kabisa ilikuwa 500,000. Watu zaidi ya 80 walijitolea kwa shughuli hiyo. Naomba shukrani zangu mzipokee. Lakini wageni wetu pia waliotutembelea siku hiyo, Balozi Kilange ambaye alimwakilisha askofu Waziri Chimbachawene, askofu rais wa baraza, askofu Pisa, askofu Anton. Tulikuwa pia na mgeni wetu ndugu yetu Geso Bajuta ambaye tulimwalika aje tuunga mkono kwenye harambee ile. Siwezi kuwasahau pia wabunge wa Mbulu vijijini, Flatei, lakini Zakaria Isai ambaye wametusaidia sana, Paulina na hatu huyu mbunge wala hatujui ni binti ambaye anawakilisha wakina mama mkoa wa Manyara, lakini wametunga mkono kwenye ujenzi wa kanisa letu. Siwezi kumsahau mbunge mstaafu Philip Sanga Marmo ambaye naye alitoa mchango wake. Naomba pia shukrani zangu ziwaendee makundi mbalimbali waliotengeneza group za WhatsApp. Nikianza na wale wa Sano Seminary alumni ambao kwa mara kadhaa sasa wamekuwa wamenishika mkono kwenye ujenzi wa kanisa hili. Vijana hawa ni mkono wangu wa kuume katika kunitegemeza kwenye ujenzi wa kanisa. Naomba nisiwataje lakini wanajifahamu. Kuna Friends of Dongobeshi Parish ambao wako Dar es Salaam wakiongozwa na wakili Duncan Mayomba, wakili msomi huyu ambaye na grupu lake walituchangia sana. Na washukuru marafiki wa Padagare, marafiki wa parokia Dongobeshi Mbulu na Karatu, kina Regi Bagayo, Nicolaus Ombai na wengine wengi kutoka Karatu na Mbulu, kina Magoti kadhalika. Lakini ni washukuru mtu mmoja mmoja walioleta harambee zao. Majina yako kwenye leja yetu ya parokia. Baada ya kutabaruku kanisa, majina hayo tutayaweka mahali pazuri. Itakuwa ni kumbukumbu ya ujenzi wa parokia hii. Naomba sasa msichoke kunipokea. Nitakuja tena kwenu kuwaomba kwa namna nyingine tena tumalizie yaliyobaki. Na mambo makubwa yaliyobaki sasa hivi ndugu zangu, kama mnavyoona picha ya kanisa hili lilivyo, yamebaki mambo machache sana. Tunaelekea kwenda kulitabaruku. Lakini kabla hatujafika huko, kabla hatujatabaruku altare na kanisa na kuiweka wakfu, tungependa kuweka viti vya kisasa vyenye hadhi ya kuendana na kanisa hili. Pamoja na kuweka makabati, zile wanaita nini, samani, zile kabati za kudumu za kuweka vitu vya kanisani. Kule sacristy wanajua utaratibu wale wa sacristy. Lakini pia ndugu zangu, tungependa kuweka tabernakulo sasa hadharani pale mbele katika hali yake ya usalama. Tunajua kwa sasa madirisha yetu yatakuwa yamefungwa, milango imefungwa, kwa hiyo tabernakulo sasa ni ruhusa kuwekwa pale mbele. Lakini msisahau pia rangi ya ndani ya mwisho. Rangi ya mwisho bado hatujapiga. Iliyopo ni rangi ya awali baada ya skimming, lakini bado kuna rangi ya awali. Kitu kingine kikubwa ambacho kinatudai kidogo fedha ni landscaping. Landscaping maana yake ni kuyasawazisha maeneo haya yenye miinuko na mabonde. Kuna sehemu ina korongo kubwa, kuna sehemu ina mlima. Tunataka tusawazishe yote hayo ile maeneo sasa yakae vizuri. Na baada ya hapo kupanga mandhari, maua yakae wapi, na sehemu ya corridor za kupita zikae wapi, misa za nje zifanyike vipi,
Lakini na lingine ni kupanda miti. Nataka siku askofu akija kutabaruku kanisa hili, basi miti hiyo imeshapandwa na mali yote ambayo yanatakiwa yafanyike. Mimi naomba tu niseme hayo ndio ambayo ningependa kuyasema. Mtuunge tena mkono katika harambee tutakayoipanga hivi karibuni. Kamati zetu zitakuja kwetu, zitatueleza namna ya kwenda mbele. Naomba ndugu zangu mlio tuunga mkono mpate baraka ya Mungu tena kwa awamu nyingine. Tutakapoajilia basi mtusaidie kufikia malengo yetu. Asanteni sana. Tumsifu Yesu. Mungu awabariki. Asante.